Pastor Cindy, umetufundisha kuhusu siku hii muhimu ya Christmas. Tunashukuru kwa kutufumbua na kutupa ufahamu. Swali langu, natamani kujua imekaaje sasa kwa wale wanaotumia siku ya Christmas kwenye maadhimisho yao, wanalewa, wanafanya uzinzi na wengine kugombana? Mwanangu Tala, tunachotakiwa kujua ni kuwa matendo ya uzinzi, ugomvi, kulewa na mengine yanayofanana na hayo yote ni dhambi mbele za Mungu. Kwa hiyo haipaswi kutendeka wakati wowote katika siku zingine zote. Ingawa katika siku hii muhimu pia baadhi ya watu hufanya uzinzi, ulewa, ugombana na matendo mengine. Wanatakiwa kujua kuwa wanatakiwa kutenda mema siku zote, na muhimu kwao zaidi ni kuruhusu Yesu azaliwe kwenye maisha yao kuliko kutenda matendo hayo ya dhambi mbele za Mungu. Pastor Cindy, ninashukuru sana kwa kunipa nafasi ya kuuliza swali. Nami swali langu ni hili: wengine hawana haja na Yesu kuzaliwa kwenye mioyo yao, yaani hawataki kusikia hata habari zake, lakini huwazimisha pamoja na Wakristo, hufurahi pamoja. Hii inakuwaje, Pastor Cindy? Mwanangu Habit, wote wanaoungana nasi kuadhimisha siku hii ya Christmas si vibaya, kwani hata kama wanadhani hawamhitaji Kristo Yesu mioyoni mwao, bado wanaungana nasi kufurahia siku hii muhimu, ambayo kiuhalisia siku hii ni siku ya kumbukumbu ya kuzaliwa kwa Yesu. Na ukitaka kujua kwa nini tunaiadhimisha siku hii kwenye maisha yetu, ni kwa sababu Yesu ni Mwokozi au mkombozi wa ulimwengu. Kwa hiyo tunaadhimisha siku aliyozaliwa Mwokozi wetu. Kwa hiyo pamoja na kuwa hawataki au wanadhani wamhitaji Yesu mioyoni mwao, hawana haja naye, ukweli ni kuwa mwanadamu yeyote anamhitaji Yesu kabisa. Ni faida yake mwenyewe. Samahani Pastor Cindy, na kwa wale walioshindwa kusameheana, wana visasi mioyoni mwao, na wengine katika siku kama ya leo wanaenda mbali na kufanya matengano kwenye maisha yao. Mama yangu Heme, mwanadamu yeyote anayeishi na visasi moyoni mwake, ambaye haoni umuhimu wa kusamehe wengine, wakati mwingine hata kujisamehe mwenyewe, na wengine wameenda mbali kama ulivyosema kuwa wanaitumia siku hii hata kutengana. Kitu ambacho wanatakiwa kujua ni kuwa Yesu ambaye tunamwadhimisha leo au kama siku ya kumbukizi ya Yesu kuzaliwa, inaweza isiwe siku kuu au siku maalum ambayo Yesu alizaliwa, lakini imewekwa tarehe hii kwa ajili ya hilo. Hawa watu wanahitaji kujifunza kuwa waruhusu Yesu azaliwe kwenye maisha yao. Yeye aliye mkombozi na uzima wa watu, anapoingia ndani ya maisha yao, atawasaidia namna ya kuweza kujisamehe, namna ya kuweza kusamehe wengine na kuona umuhimu wa kusamehe, kwa sababu wasiposamehe ni hasara ya afya yao wenyewe, kwani kuishi kwa maumivu ndani yao kunawasababishia matatizo wao wenyewe. Kwa hiyo ni bora watambue na wajitahidi kusamehe, hata kama ni ngumu, labda kwa namna ambavyo maumivu wanayahisi ndani ya mioyo yao. Hatua nyingine ambayo wanaweza kuchukua, wanaweza wakatafuta mahali ambapo hapana mtu, wakaweza kuyaongea yale ambayo yanaumiza ndani ya mioyo yao. Kama wanahisi kuzungumza na watu wengine kwao ni ngumu, watafute sehemu ambako ni tulivu, hamna mtu, wana uwezo wa kuzungumza yale yanayowaumiza, wakapiga kelele wanavyotaka, wakalia. Itawasaidia kupunguza uchungu kwa sababu. Ninashukuru kwa kuniruhusu kuuliza swali. Je, na wale wanaofurahi kwa kula na kunywa na jamaa zao, rafiki au ndugu wao, hawaitumii vibaya, hii je, nayo imekaaje? Mr. Loy,
Kuna vitu viwili hapa tunapaswa kwanza kuvitazama kwa umakini. Kwanza ni wale watu ambao wanafurahia pamoja, lakini wao tayari Kristo amezaliwa kwenye maisha yao, wamkabidhi Kristo maisha yao. Wanajua maana halisi ya siku hii muhimu kwenye maisha yao. Na sehemu ya pili ni kuwa ni wale watu ambao ni watenda mema tu, kama wewe hapo mwanzoni ulipokuwa Mr. Roy. Wanajua hivyo na wanaishi hivyo katika kutenda mema, lakini walichopungukiwa kwao ni wao kumkosa Yesu ndani ya maisha yao au maishani mwao. Kwa hiyo wanachotakiwa kukipata ndani ya maisha yao, pamoja na kuwa wanatenda mema, wamwamini Yesu, waruhusu Kristo Yesu azaliwe kwenye maisha yao, watakuwa wanatenda vyema zaidi wakiwa wanaendelea kutenda mema na kuadhimisha siku hii huku wana Yesu ndani ya mioyo yao. Asante. Pastor Cindy, nashukuru kwa kunipa nafasi pia. Na mimi natamani kujua kuna wengine kuadhimisha siku hii huona ni dhambi kwao, lakini hawaishi hapo, huenda mbali na kuwaona kuwa wengine wanaofanya hivyo ni makosa pia. Naweza kujua kuhusiana na hili? Wale wanaosema kuadhimisha siku ni dhambi na wanasema wanaoadhimisha pia wanafanya makosa. Cha kwanza anachotakiwa kujua ni kuwa hatuadhimishi siku, kwa sababu ni kama kwenye maisha ya mtu ya kawaida, mtu anavyokumbuka siku yake ya kuzaliwa kila inapofika tarehe hiyo kila mwaka. Kwa hiyo hata sisi ilichaguliwa siku hii ya tarehe 25 mwezi wa 12 kuwa kumbukizi ya kuzaliwa duniani kwa Mwokozi wetu Yesu Kristo, ambaye tunamhamasisha leo, ambaye tunamhubiri leo kwamba aendelee kuzaliwa kwenye maisha ya kila mwanadamu. Kwa hiyo sio dhambi na wala sio kosa, iwe kwa sisi tunaoadhimisha au kwa yeye asiyeadhimisha. Maana sisi tunaadhimisha kwa Bwana na yeye asiyeadhimisha afanye hivyo vile vile kwa Bwana. Kuzaliwa kwa mtu duniani ni furaha, vicheko, tumaini kwa familia au jamii husika. Kwa hiyo na sisi kwetu Mwokozi Kristo kuzaliwa kwake, au tunapokumbuka pia katika siku hii ya kumbukizi yake, kwetu ni furaha, ni vicheko, ni tumaini la kweli kwa familia zetu, jamii zetu na maisha yetu kiujumla. Nashukuru sana Pastor Cindy. Nina swali moja tu ninaomba kuuliza. Wengine hawafanyagi ibada wala kwenda kwenye nyumba za ibada, ila ikifika siku ya sikukuu kama hizi ndio ukumbuka kwenda kusali kwenye nyumba za ibada. Hivi huwa ni nini Pastor Cindy? Na kwa kumalizia na swali letu la mwisho, kwa wale ambao wanasubiri siku za sikukuu ndio waende katika ibada, hawa watu tunawaita waumini wa msimu au washirika wa msimu. Wanachotakiwa kujua ni kuwa kama ni waamini tayari, Mungu anachokihitaji kutoka kwao ni uhusiano kati yao na Mungu wao. Na ndiyo maana Kristo aliye mpatanishi kati ya mwanadamu na Mungu amekuja duniani ili kila mwanadamu amwamini yeye apatanishwe na Mungu aliye hai. Kwa hiyo mtu huyu uhusiano wake na Mungu hauwezi kuimarika kwa sababu hawezi kudumu katika kusanyiko, hawezi kudumu katika neno la Mungu, hawezi kudumu katika kuomba. Hivyo basi anapaswa kuwa mshirika wa kukusanyika pamoja na wenzake ili afya yake ya kiimani ikapate kuimarika katika uhusiano wake yeye na Mungu, lakini pia adumu katika neno la Mungu, adumu na ajue umuhimu wa kudumu katika maombi pia. Kwa hiyo sasa, na kama hajaamini, anatakiwa kumkabidhi Bwana Yesu maisha yake na kumruhusu Kristo Yesu azaliwe kwenye maisha yake, ili anapoadhimisha hii siku muhimu ya Christmas ni kwamba Kristo awe amezaliwa ndani ya maisha yake na asiwe muumini wa msimu tena kama anavyofanya. Na kitu kingine ni kama mtoto anapozaliwa, jinsi anavyopewa chakula kulingana na umri wake.
asipopewa chakula kulingana na umri wake na kutunzwa na kuangaliwa vizuri, anaweza kudumaa na kupata matatizo mengine ya afya yake. Vivyo hivyo hata kwa watu katika imani. Na nashukuru sana kwa maswali yenu. Tumekuwa na wakati mzuri sana, nimejifunza mengi kutoka kwenu na Mungu awabariki sana. Na sasa tuombe. Asante Mungu uliye hai, katika jina la Yesu, kwa ajili ya watumishi wako hawa. Asante kwa ajili ya wakati mzuri ambao ulitujalia katika ibada yetu ya leo. Nasi Bwana, ninaomba ulinzi juu yetu. Naomba Bwana ukatusaidie sasa na neno lako tulilojifunza katika siku ya leo. Tukawe mabalozi na vielelezo vizuri katika jamii zetu. Tujalie siku njema, tukafurahie katika amani na katika kutenda mema. Ni katika jina lako Yesu Kristo ninaomba na kushukuru. Amen. Shukrani za dhati ziwaendee nyie ambao mmekuwa wanafamilia wa JP Filamu. Kikweli Mungu awabariki sana. Lakini pia na wale ambao mnaendelea kuangalia kila zinapotumwa filamu kwenye hii akaunti ya JP Filamu. Jamani, Mungu awabariki, awatunze, awalinde, awatunze sana kwa ajili ya familia zenu na kwa wote ambao wanawategemea. Lakini msisahau pia kusubscribe, kushare na kuacha maoni yenu hapo chini, kwani maoni yenu ni ya muhimu sana kwenye filamu zetu. Karibuni sana, endeleeni kuwakaribisha na wengine pia. Tusupportini jamani kupitia kwa njia ya kusubscribe. Tunawapenda sana. Kwa heri.